Ninakusalimia kupitia jina la Yesu, mtoto wa Mungu. Popote unaponitazama wasaa huu na muda huu, ninakusalimia sana kupitia jina la Yesu Kristo. Naitwa mchungaji Masai wa kanisa la EAGT Victory Center. Tunapatikana ndani ya wilaya ya Kongwa, mji mdogo wa Kibaigwa. Leo ni Ijumaa, ni siku ya mafundisho ya neno la Mungu, lakini ni kipindi tunaita kipindi cha maombi. Kuna maombi, kuna kujifunza maombi, lakini kuna maombezi pia, na hasa ni siku ambayo pia tunapata nafasi pia ya kuongea na Mungu. Wachungaji tunaita kipindi cha maombi na maombezi kwa ajili ya kuandaa watu waombe, lakini pia kwa ajili ya kuwaombea wenye shida mbalimbali. Inawezekana mchungaji akawaombea, au pia na watu au waumini wanaoomba siku ya leo wakawaombea wengine. Kwa hiyo leo ni siku ya maombi na maombezi, na sisi kazi yetu ni kuwaombea watu, anayetenda ni Mungu. Kwa hiyo leo pia, asubuhi ya leo, nimekuja mbele zako ikiwa ni saa 5 kwenye mitandao ya kijamii live kabisa. Angalau pia nikufundishe au tufundishane au tukumbushane habari ya maombi na bidii ya kuomba. Kwamba kuna faida ya kuomba, lakini kuna hasara ya kutoomba kwa bidii. Maandiko yanasema yanahitaji kuomba kwa bidii, kuomba pasipo kukata tamaa na kuomba pasipo kukoma. Ndio ushauri wa neno la Mungu unatoa. Lakini muda huu naomba tuangazie kitabu cha Danieli, ile sura ya 10. Inawezekana unajua ninachotaka kufundisha, lakini tuone funuo jipya, na hasa tunafundishwa nini kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10. Tunajifunza nini kwenye kitabu cha Danieli? Je, tuna kitu ambacho tunaweza tukajifunza siku ya leo? Je, tuna kitu ambacho tunaweza tukajifunza siku ya leo kwenye kitabu hichi cha Danieli? Kama kuna kitu, naomba nirekebishe kidogo. Fanya setting kidogo hapa. Kuna vitu pia natakiwa uone vizuri. Kuna vitu natakiwa uone vizuri wakati tunaendelea kujifunza, kwa sababu tuko live, na live yanataka mambo pia yaende vizuri na iwe faida kwako na wote kwa pamoja. Kitabu cha Danieli sura ile ya 10 kinatufundisha kipindi ambacho Danieli alikuwa yuko kwenye maombi. Alikuwa ana swala lake, anaomba kwa ajili ya taifa lake, na kuna maono pia alikuwa anasubiria. Lakini hapa kwenye sura hii, Danieli alikuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Alikuwa anamtafuta Mungu. Na Danieli kipindi hichi alikuwa kwenye maombi ya tofauti kidogo. Aliacha kula vitu vizuri, aliacha kunywa vitu vizuri, vitu vitamu. Aliacha ulaji huo, akajibidisha kumsihi Mungu na kumtafuta Mungu. Nasema katika mwaka wa 3, sura ile ya 10, kitabu cha Danieli sura ya 10 kuanzia ule mstari wa kwanza. Anasema katika mwaka wa 3 wa Koreshi mfalme wa Jami, Danieli ambaye jina lake aliitwa Belshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa. Naye akalifahamu neno lile,
akaelewa na maono hayo. Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Sikula chakula kitamu, wala nyama, wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa, hata majuma 3 kamili yalipotimia. Na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekeli, naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu alivikwa nguo ya kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi na ufadhi. Mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa ya moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea nchi. Na tazama, mkono ukanigusa, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Pointi ya msingi tunaanzia mstari wa 11. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, anayafahamu maneno ni kuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile, mstari wa 12, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo, ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Wajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Bwana Yesu apewe sifa. Baba, asante kwa ajili ya wasaa huu. Asante kwa ajili ya hili neno ambalo utaenda kunifundisha, na Roho Mtakatifu kanitumie kama chombo, kupitia jina la Yesu, amen. Mtoto wa Mungu, tunavyoongelea maombi, tunaongelea vita, eneo la vita, eneo la kunyang'anya vitu ambavyo unavihitaji, eneo ambalo unawezekana ukapambana kupigania kila ambacho unakiamini, eneo ambalo linahitaji subira. Tunaona Danieli hapa ameanza maombi ya kufunga na kumtafuta Mungu, na tunaona maandiko yanasema mapema tu majibu yalitokea, na Danieli akatumwa mjumbe ampelekee Danieli majibu yake. Danieli aliendelea kusota kwenye maombi, aliendelea kumtafuta Mungu wiki la kwanza, wiki la pili, wiki la tatu, alafu malaika anatumwa kwake na Mungu anampelekea Danieli majibu, lakini yule malaika anazuiliwa na mkuu wa Uajemi. Ni jambo la kushangaza sana. Kumbe unaweza ukaingia kwenye maombi, ukafunga na kuomba, alafu usipokee majibu. Kumbe ni vita inayoendelea katika ulimwengu wa roho. Shetani wakati mwingine hataki upokee vile ambavyo unavihitaji kwa Mungu. Shetani wakati mwingine hataki upokee baraka kutoka kwa Mungu. Sasa ni nini kinachopaswa ufanye ili upokee hizo baraka? Nimesema maombi na bidii ya kuomba, kwamba unapoendelea kunyenyekea kwa Mungu, ndipo Mungu anaweza pia kukupigania na ujumbe wako ukakufikia. Ina maana, ndio maana wakati mwingine unaomba lakini upokei majibu. Utulii kwenye maombi, na pia ukai vizuri na huyo Mungu ambaye ndio ana majibu au ana mahitaji yako unayoyaomba. Wakati mwingine tunaomba tu tunapotezea, kumbe kile tunachohitaji chenyewe kina vita. Mungu anatamani aachilie, lakini yule anayeachiliwa pia hana mahusiano mazuri na Mungu. Kumbe nakuja kuelewa kwamba sio vyote tunapokea kwa sababu ni vya halali vyetu, bali tunapokea ni kwa sababu tumempendeza Mungu na kuendelea kuwa na nidhamu mbele za Bwana.
Sio kwamba tunavipokea kwa sababu labda vinatufaa. Hapana, tunavipokea kwa sababu tumeamua kumtafuta Mungu na nguvu zake. Na kufundisha tu kwa Danieli hapa kwamba Danieli asingeenda kutetewa, yule malaika asingeenda kusaidiwa na Mikaeli, bado majibu ya Danieli asingemfikia Danieli. Lakini majibu yamemfikia Danieli baada ya malaika kwenda kupambana, malaika Mikaeli kwenda kupambana na mkuu wa Uajemi, ili kila ambacho Mungu amekusudia kimfikie Danieli, kimfikie Danieli kwa nguvu zote. Tunaweza tukafikiri kwamba maombi hayana kizuizi. Kumbe wakati mwingine maombi yana vizuizi. Unaweza ukafikiri labda Mungu atanipa tu. Kumbe Mungu anaweza akakupa lakini bado kikazuiliwa. Na kushauri tulia miguuni pa Mungu. Na kushauri endelea kuomba, usikate tamaa. Inawezekana ukakata tamaa na kule malaika naye akakata tamaa kukutetea, kwa sababu haupo tena kwenye eneo ambalo ungekaa ili upokee zile baraka au yale mahitaji ambayo umemuomba Mungu. Mtoto wa Mungu, vile tunavyovihitaji kwa Mungu, kumbe Mungu anaweza akaviachilia, lakini shetani akaendelea kuvizuia. Wakati mwingine uko kwenye maombi, shetani anakukatisha tamaa utoke kwenye maombi. Upo kwenye maombi, shetani anakuhamisha kwenye lile wazo ulilokuwa nalo. Upo kwenye maombi, inatokea msiba, unaahirisha maombi ya kufunga na kuomba. Upo kwenye maombi, unasikia kuna msiba kwenu, labda mama au baba, na umeshaamua kufunga na kumtafuta Mungu. Kumbe Mungu ameshapangilia aachilie baraka, aachilie mafanikio juu yako, lakini shetani anaona wivu, anaanza kukuharibia chaneli na Mungu. Ndio maana inatakiwa uwe na subira. Uwe na subira, uwe mvumilivu kusubiria baraka za Bwana, mtoto wa Mungu. Wakati mwingine unakosa baraka ulizoahidiwa na Mungu kwa sababu umeshindwa uvumilivu. Ninamwangalia Danieli hapa. Danieli amekuwa mvumilivu, amesubiria na amefunga. Wengine wameacha kufunga na kuomba. Danieli ameacha kula vitu vitamu, ameacha kula chakula. Inawezekana ameacha kulala kitandani, maana hapa yupo karibu na mtu wa Idekeli. Ameondoka nyumbani, ameamua kwenda kumtafuta uso wa Mungu. Tunaona hapa walikuwa na wengine, walikuwa naomba pamoja, lakini wakati malaika anakuja, wengine waliondoka, maana zile baraka hazikuwa kwa ajili yao. Unawezekana ukakaa na kusanyiko, unaomba, unamtafuta Mungu, kumbe zile baraka ziwahusu, na baraka zinapoletwa wengine watakimbia, maana hawajui wala hawasikii sauti ya Mungu, wala hawasikii sauti kwamba ni wakati huu Bwana anakuja na kuleta baraka juu yenu. Kumbe wakati mwingine zile ambazo umekusudiwa wewe, unawezekana ukazipata mwenyewe. Waumini wenzako wakakukimbia, vijana wenzako wakakukimbia, mabinti wenzako wakakukimbia, wale ambao upo kwenye ibada nao wasielewe chochote, lakini baraka zile ambazo Mungu amekusudia akakupa kwa sababu ya uaminifu wako. Haleluya, mtoto wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama unajifunza kitu. Nawezekana unashare maombi na group la watu. Nawezekana unashare maombi na marafiki zako, unawaambia tufunge na kuomba, lakini atakayepokea baraka zile ni yule ambaye Mungu amemkusudia, ni yule ambaye amekuwa mwaminifu kwa Mungu. Danieli amekuwa mwaminifu kwenye maombi, na ndio maana Mikaeli anaenda kumpambania, anaenda kupigana vita na Uajemi. Wakuu wa Uajemi tunaongelea ni majeshi na pepo wachafu wa shetani ambao wanaweza wakapambana na malaika wale ambao Mungu amewatuma. Kuna kitu Roho Mtakatifu ananifundisha sasa. Natamani nawe Roho Mtakatifu akufundisha sasa, kwamba wakati mwingine Mungu anaachilia baraka, lakini shetani bado yupo kukupinga. Na hili sio jipya, nikuambie, kamuulize Bwana Yesu. Wakati yuko mlimani amefunga siku 40, shetani anakuja kumjia na kumuonyesha milki ya dunia, akimwambia hivi vipo ndani ya uwezo wangu. Unaweza kana ukafunga na kuomba na Mungu akaleta baraka kwako, lakini shetani akazuia. Kinachotakiwa, usikate maombi,
Usikate tamaa kwenye maombi mama, usikate tamaa kwenye maombi kijana, endelea kuvumilia. Haijalishi umeomba muda gani, shetani naye yuko tayari kudili na wewe. Hataki uzipokee hizo baraka, hataki uzipokee hizo baraka. Wakati mwingine unafunga na kuomba, lakini adui analeta magonjwa. Ngoja nikushuhudie kitu kimoja. Hivi karibuni nilipata tatizo achana na ajali ambayo ipo kwenye mitandao ya kijamii. Niliugua ghafla, halafu nikaenda hospitalini. Daktari akaniambia una vidonda vya tumbo. Nikasema vidonda vya tumbo mchungaji? Tena naanza huduma ya Victory Center, ina miaka 3 tu. Nianze kesi ya vidonda vya tumbo? Hivi nitafanikiwaje kumtumikia Mungu? Nitafanikiwaje kuwasaidia watu? Nitafanikiwaje kuwashauri ambao wana magonjwa niwaombee ili waponye? Niliumia sana, nikaanza kuwaza nitafanyaje maombi. Sikiliza nikusaidie mtoto wa Mungu, inawezekana hili limekuja ili nikusaidie wewe ambao unapitia changamoto au umewahi kupitia changamoto kama hiyo. Ikawa tuna maombi ya mlimani, Victory Mountain Prayer, na ni siku ambayo wachungaji wamepanga kuingia kwenye maombi. Nikasema liwalo na liwe. Ukitaka mbegu yote lazima ioze. Ukitaka mbegu yote unafukia kwenye ardhi, inanyeshewa, inaoza ndio mbegu ichipuke. Nikasema acha nifie kwenye maombi, nikifa nitazikwa, lakini siwezi nikaacha maombi. Nitafunga na kuomba liwalo na liwe. Tukaingia kwenye maombi, ilikuwa ni maombi ya siku 3. Kumbuka ni kipindi hicho hata wiki, nafikiri wiki 2, tumbo bado linauma, maumivu, na bado niko kwenye dawa, lakini kasema na dawa na iacha. Usijaribu kama hujaongozwa na Mungu, na usijaribu kama wewe ni mwoga. Sikufundishi tabia mbaya, ila nakufundisha kama ukijua sauti ya Mungu, unamfahamu Mungu unayemtumikia, utaamua kufa ili upate kupona. Nikaanza siku ya kwanza, tumbo likachachamaa. Maombi siku ya kwanza sio ya kula wala kunywa, ni maombi kavu. Nikaenda siku ya pili ndio ikachachamaa, lakini siku ya 3 nikakutana na muujiza wangu. Nikashangaa nimepona, na nikamaliza maombi salama, na bado naendelea kuingia kwenye maombi. Nimeuona mkono wa Bwana. Sikiliza nikwambie, subira. Wakati mwingine niko kwenye maombi siku ya kwanza, ndio vidonda vimechachamaa, tumbo limechachamaa, sina amani, lakini naendelea kumsihi Bwana. Wakati mwingine nashindwa kuongea, lakini namsihi Bwana, najigaragaza mpaka wachungaji wananiambia vipi, unaendeleaje? Wanajua wanaenda kumpoteza mchungaji, wanajua wanaenda kumpoteza mpambanaji, lakini moyoni mwangu nimedhamiria kufa ili niweze kuishi. Na sio kwa faida yangu, ni kwa ajili ya wengi. Usipoingia kwenye maombi, utapambanaje na wakuu wa Uajemi? Utapambanaje na wakuu wa giza? Utapambanaje na watu ambao wanakuja, ambao shetani anawatumia mawakala ili kulipiga kanisa, na wataanza na mchungaji? Sikiliza nikwambie, Danieli alivumilia. Danieli alivumilia, kumbe majibu yalishatoka. Uvumilivu wako ndio utakusababisha upokee baraka. Usikate tamaa kwenye eneo la maombi. Kama umedhamiria kuomba, omba, mtafute Mungu, majibu yako yanakuja. Haijalishi ni mwezi, haijalishi ni mwaka. Inawezekana umedhamiria kufunga siku 3. Eneo la maombi, funga siku 3. Hata ukimaliza siku 3 na jibu lako alijaja, endelea kutulia magotini pa Mungu. Inawezekana maombi yako, majibu yako yamezuiliwa, lakini utakapoendelea kuvumilia na kuendelea kumlilia Mungu na kuendelea kuyajenga mahusiano mazuri na Mungu, usipomwacha Mungu, unashangaa Mikaeli anaumia, anaenda kutua mzigo wako, anaenda kupambana na kuchukua baraka zako na kukuletea na kukukabidhi, maana unaendelea kuishi maisha matakatifu. Danieli anaambiwa, ewe mtu upendwaye na Mungu. Ni kwa nini anaambiwa ni mtu upendwaye na Mungu? Ni kati ya vijana ambao waliamua kutulia na kumcha Mungu. Waliamua kumtafuta Mungu mpaka Mungu akawapenda. Asema hawa vijana wameamua kunitumikia, wakaamua kujidhabihu kwa Bwana, hawakuogopa tena kitu chochote. Haleluya, mtoto wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa dakika 20 tuzitu ambazo umenipepata kibali kuzungumza na wewe, usikate tamaa. Endelea kuomba kwa bidii.
Endelea kuomba kwa bidii. Nimekuletea mafundisho ambayo ya mtu ambaye anapendwa na Mungu, lakini tunaona baraka zake zimezuiliwa. Shetani bado anaweza kuzuia baraka zako. Shetani anaweza akazuia muujiza wako. Shetani anaweza akakuzuia gari lako, pikipiki yako, shamba yako. Anawezekana akazuia nyumba yako ambayo Mungu ameshakupa, baada ya kuendelea kujionyesha kwamba unamcha yeye. Endelea kukaa magotini pa Mungu. Endelea kumcha Mungu, sikatishwe tamaa. Endelea kuwa na maombi ya bidii kama Danieli. Danieli hakutoka magotini ma Mungu. Danieli hakuvunja uaminifu na Mungu. Aliendelea kutulia na kumwamini Mungu kwamba atatenda. Wapo watu ambao imefika sehemu wanaomba na kukata tamaa. Wengine wameomba wachumba, wanakata tamaa, wanaamua kujibebea tu. Sikiliza, Mungu bado anaongea. Wengine wameomba wapate kazi, mpaka sasa hawajapata kazi. Sikiliza, inawezekana labda imezuiliwa na Mungu, au wewe ndio umemwacha Mungu. Ni vizuri pia ukajifunza ukae na Mungu vizuri. Ndio maana tunaongelea habari ya utakatifu. Ndio maana tunaongelea habari ya kuishi na Mungu vizuri, ili angalau unapokosa unajua inawezekana imezuiliwa, lakini sina kosa lolote na Mungu. Ni vizuri ukajitahidi kujitakasa, hasa nyakati hizi za mwisho. Niseme Mungu wa mbinguni akubariki, na Mungu aendelee kukupa uvumilivu kwenye eneo la maombi. Nimekuonyesha habari za Danieli aliyekuwa anamcha Mungu, lakini siku 21 alikuwa anaomba. Kumbe siku hizo 21 jibu lake lilishatoka, lakini mkuu wa Uajemi alikuwa anazuia. Inawezekana jirani zako ni wachawi tu, ni mawakala wa shetani, wanachangia kuzuia baraka zako. Inawezekana marafiki zako unaoishi nao, unaokaa nao, ni watenda dhambi na hutaki kuwahubiria neno la Mungu. Inawezekana ikawa chanzo cha kuzuiliwa baraka zako. Inawezekana umejiajiri, una nafasi ya kufunga kazi yako na kwenda ibadani, lakini unaacha ibada, na maandiko yanasema tukusanyike pamoja kama ilivyo, tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Lakini wewe hutaki kufunga biashara yako na kwenda kanisani, unakimbizana na fedha. Inawezekana ni chanzo cha wewe baraka zako kuzuiliwa. Kesi za ndoa, kesi za ibada, kesi za Mungu, inawezekana ni chanzo za kuzuia baraka zako. Sikiliza nikwambie, mtoto wa Mungu, tengeneza na Bwana, anza vizuri na Bwana, tembea na Bwana, usimwache Mungu. Omba, mtafute Mungu. Usiache maombi ya kufunga na kuomba. Kama Mungu amekujalia, funga na kuomba. Usiache maombi hata kama umekula. Amka na kuomba. Acha uvivu wa maombi, acha uvivu wa ibada. Mungu atakusaidia na neema ya Mungu itakuwa pamoja na wewe. Mungu wa mbinguni akubariki. Liendelea kunisikiliza na utakaendelea kutoa nafasi yako kunisikiliza. Baba, katika jina la Yesu, nina kila sababu ya kukushukuru. Asante kwa ajili ya dakika hizi ambazo umenipa kusimama mbele ya media hii ya Facebook kuongea na watu wako. Ninaamini kuna mtu umeongea naye ili umtoe sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Mungu mkumbuke, Roho wako mkumbuke, achilia neema yako na baraka zako juu yake, kaendelee kusimama na neno lako. Lisaidie na kanisa lako lisonge mbele kwenye kipindi hichi kigumu. Wasaidie wa mama, wasaidie wa baba, vijana wa kike na wa kiume na watoto. Wasaidie Mungu aendelee kukujua wewe. Katika jina lako Yesu Kristo, baraka zako ziambatane nao. Wape nafasi ya kukuabudu katika roho na kweli na kukucha wewe. Yesu, usiwache wala kuwapungukia. Wasaidie, wafungue kwenye vifungo vya yule mwovu shetani. Waponye na wengine wagonjwa na kuwapa afya njema. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtoto wa Mungu, Mungu akubariki. Naitwa Mchungaji Masai wa kanisa la EAGT Victory Center ndani ya mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kongwa, mji mdogo wa Kibaigwa. Karibu sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Nikutakie Ijumaa njema yenye baraka za Bwana.